Bibi si uniambie ukweli. Ndo hapa. Nini? Nimependeza. Ndevu Sababu umerudia tena. Kwa nisifuge ndevu? Ukifuga nyingi unakuwa upendezi. Ukifuga nyingi unakuwa upendezi. Kwa nizitoe hizo ndevu? Hata kama ukuzitoa zote lakini unapunguza inabakia kidogo. Kwa hapa bibi si suna hii. Suna gani? Siafuga ndevu. Fuga ndevu. Wewe mbona huna? Mimi. Au si akujaliwa? Mimi. Haya. Mimi nataka zifike huku, umesikia? Bibi, nataka zifike huku kabisa, huku kwenye nani kabisa. Zijae nani zote kwa wanaziacha. Yani si suna. Suna itatokea lakini sio hiyo. Haya bwana. Pole kwanza bibi, maana naona bado hali yako si nzuri. Yangu si nzuri. Hata leo nimeamka vibaya sana. Sijui nimeamka saa 5 nimekula chakula. Nimelala nimeamka nimesikia watu wanasali nikaona kumekucha. Kaja katia uzi nikaenda kusali. Basi mpaka nimelala watu sijawasikia wanasali. Nikasema sinuki tena. Basi Mungu mwenyewe anajua zaidi. Lakini leo umeamka sanga? Kuamka nimeamka ile saa 2 si ile saa 1:30 nikaja huko chumbani kwake huyo bwana. Nikafanya usafi. Nikarudi tena nikaenda kulala. Sasa bibi unakuja kufanya usafi gani huko kwa Ramadhani? Kile kitu kidogo kilikuwa katika mfuko katika nani? Nani zake. Nimeshakuelewa basi. Alafu nani yake pia tujalirudisha damu. Nani liko pale nje. Sawa, hakuna shida. Hapo nimeshakuelewa. Sasa bibi, leo bwana tulipata wageni, nadhani mwaona. Nashukuru kweli, tena sikutegemea. Hapa nilipo nilikuwa najiuliza sina mkaa. Sina futari, sijui nimwagize nani akaninunulia ndizi. Ndizi imepita hapo naiangalia tu, sina hata hela. Sasa leo siku ya leo mbaya. Lakini nimepata wageni na nimepata kila kitu, alhamdulillah. Mwenyezi Mungu namshukuru mkubwa. Anaweza kufanya kila jambo. Ulivyolitegemea wewe sivyo inavyokuwa. Basi nimestuka, nimeshajaa kila kitu. Allahu Akbar, Mwenyezi Mungu mkubwa. Ina maana leo iftari yako itakuwa uhakika. Iftari ya uhakika, daku sipiki. Yaani sipiki kitu chochote. Sasa chakula bibi kile kingi utagawa. Kingine nitagawa watu. Kingine nitafuturu. Kingine nitakuwa nimekula daku. Itachobaki hicho asubuhi nikipasha moto. Unakipasha moto asubuhi utakaule au? Hata kama sikula lakini kipate joto. Ina maana utakuja kula jioni. Sasa kitaharibika bibi. Kama kitaharibika haya. Lakini kiharibika. Lakini usichotee miko mingi. Usichotee miko mingi. Kikubwa hasa hapo ukipasha moto. Kikipasha moto mimi naamini kitakaa muda mrefu, si ndio? Umempigia mama Mai? Nimempigia hapo, nimeongea naye, kumbe hata haume wala nikiamka asubuhi nikifika kwenye saa 3 siwezi kutembea. Basi lakini atakuja. Ukata hata kuna nini? Lakini kuja kukuona atakuja. Atakuja ndio. Kasema atakuja. Saa 12 tu asubuhi. Kesho. Si kesho, kama kesho kutwa vile kanambia. Atakuja. Mbona leo tumekuja tumemfanyia usafi? Nimemwambia hapo. Wamekuja vijana hapa wamemfanyia usafi. Ndakuja. Haya. Haya bibi, unawaambiaje watu wote ambao wanakutazama hapa? Jamani, naambia dunia hii sikate tamaa. Hadi niliyekuwa nayo mimi sikutegemea kabisa. Yaani nawashukuru vijana wangu wanakuja kunisaidia. Yaani siwaelewi lakini wanakuja kunisaidia mimi. Mwenyezi Mungu awazidishie imani. Waondolee maradhi. Wajalie kila la kheri. Basi Mungu nakuomba wazidishie baraka ndugu zangu. Fikeni salama. Basi nikipata muda nitakuja kukichukua basi. Inshallah. Safari njema Mungu azidishie zaidi Jamani, wageni wetu wanaondoka. Nini tena? Pochi yako iko? Iko? Ngoja basi nikupe. Wageni wetu wamesahau pochi.
nitakuja kukutolea mahali, sawa? Eti karibu. Jamani, wageni wetu wanaondoka hapa. Mungu awabariki sana. Jamani bibi, tulikushtukiza kwa wageni leo. Lakini tunashukuru Mungu amewaleteni vitu, ameletea sukari, ameletea mchele, amekuletea kila kitu. Hapo kidogo na wewe utakaa sawa siku ya leo, si ndio? Nashukuru sana. Mwenyezi Mungu awazidishie baraka. Amina. Waondolee kila shari. Amina. Allahu Akbar. Sikutegemea kabisa. Ile Mwenyezi Mungu mkubwa kabisa. Haya, mtazamaji wa DTV, mimi naona tuishie hapa. Tumeongea mambo mengi. Tulikopo mara kwanza tumekuja kwa Brother Rama, tumemfanyia usafi, tumemtoa nje, tumemnyoa, lakini pia nimekuonesha baadhi ya vitu ambavyo wageni wetu wamevileta siku ya leo. Wamemletea bibi chakula kingi sana, kilijao tupote kizima, lakini kingine tukakipunguzia tukampa Brother Rama, lakini pia na kingine ambacho tukamwachia bibi, tukamwambia kingine gao kama jirani, lakini pia ameletewa bibi kuna maziwa ameletewa, unakumbuka? Yapo kwenye nani yapo katika chupa. Kwa ina maana jioni usisahau asijakaribika, sawa? Hata siwezi kuwa sawa. Usije sawa asijakaribika. Kwa hiyo jamani, kumeletwa pia maziwa ambao ndugu zetu wamechemsha wakamletea moja kwa moja, na soda pia amekuletea. Ile juisi ndio hiyo imechanganywa matunda mbalimbali. Ni nzuri sana. Unajua sio ndani wanatengenezaga huko. Kwa ni juisi nzuri ile sana. Siku hizi hayupo tu kwa Zanzibar. Anayetengeneza. Basi sawa. Kwa hiyo mtazamaji, mimi naishia hapa. Brother Rama sijui ameshamaliza kula hapa. Brother Rama, mimi bwana naondoka hapa. Nini neti nakuwekea vipi? Umeshiba? Sishiba. Naona hata mkao umebadilika kidogo. Brother Rama, naona mkao umebadilika. Leo kidogo hata tumbo linaweza likastuka, likasema leo kuna nini bora? Umeona vuta kidogo. Unavuta baadaye tena upigilie tena. Samaki umewala? Sijakula, nimekula nyama zile. Samaki unakula baadaye? Naona tumbo imejaa. Basi hivyo. Na ukijitahidi kunywa na juisi yako mpaka jioni. Nimekunywa sasa hivi. Vipi juisi la zake ipoje? Iko safi tu. Iko safi. Basi naamini Brother Rama ukiwa unapata kila siku vyakula vya uhakika, na unatembea unatoka mtu anakutoka kwa mazoezi mwezi tu, mbona unaenda kujikongoja tu mwenyewe, kila kitu kinakuwa sawa, si ndio? Sana. Haya basi jamani, mimi naona tuishie hapa sasa hivi. Namfungia hii neti yake kwa jitu niweze kuondoka. Naona jamani, tumefua mpaka neti ni safi. Yaani sasa hivi hata kitanda cha Brother Rama hata mimi pia naweza nikalala kuliko ilikuwa pale mara kwanza. Unashindwa hata mtu kuweka miguu tu wenyewe unaogopa kuweka. Kitanda kilipokuwa muda ule kichafu, lakini sasa hivi unaweza hata ukalala. Ngoja nimwekee neti hii. Nimwekee neti yake fulani. Baadaye ataseki. Niambia sababu. Mbwa anaingia naona. Mkiani yake na